Yaani nitashangaa sana kuona mtu mpaka leo bado ananunua forex robot na wakati unaweza ukatengeneza mwenyewe. Sasa wanachohitajika kuwa nacho, wanahitajika kuwa na application kadhaa, ambapo moja kati ya hizo application ni application hizi hapa tatu hapa juu, ambapo uwe na application ya MetaTrader 5 hii hapa kama unaiona, au uwe na MQL5, pia uwe na ChatGPT, ambapo utakuja kwenye ChatGPT hapa direct, ambapo ChatGPT utaenda kumtumia kwenye kumpa maelekezo jinsi gani robot yetu afanye kazi, ambapo utaambia kutengenezea kodi na lazima uambie kutengenezea kodi ya MQL5. Lazima umwandikie nitengenezee kodi MQL5 hivyo ambayo ya robot, ambapo baada ya kutengenezea atakupatia kodi kama hii hapa inayoonekana hapa, ambapo mimi akanipatia kodi hapa, utaenda utaikopi hii kodi, ambapo ni maelekezo ya robot wangu, lakini nimefanya tu kama mfano. Then baada ya kuchukua hii kodi hapa direct utakuja kwenye MetaTrader 5 app, ambayo ni hii hapa kama inavyoonekana hapa. Ukija kwenye MetaTrader 5 app itaonekana kama hivi. Utakuja kwenye hii option ilokaa huko ambayo imeandikwa IDE. Hapo unaiona kwenye hii option huku juu upande wa kushoto imeandikwa IDE. Utaenda utaiopen hii option ya IDE. Baada ya kufungua hii option ya IDE, utaona imefunguka kama hivi. Itakuletea mambo mengi hapa. Sasa huyu ni robot ambao nilimweka hapa, ambapo tayari alikuwa ana maelekezo baadhi ambao ni robot nilimweka before. Utaona kitu kama hiki, lakini kama haukuweka robot kabla haitakuwekea kama hivi. Kwa hiyo kama hujaweka, utakuja hapa kwenye hii sehemu iliyoandikwa new hapa, utakuja kwenye sehemu ya new, then utaitap. Baada ya kubonyeza sehemu ya new, direct itafunguka kama hivi, ambapo ikifunguka hapa atakuja machaguo mengi, ambapo kuna hii expert advisor hivi generate hivyo, ambapo utaenda kwenye expert advisor template, utaenda next. Then ukishaenda next hapo utaenda kuchagua labda jina la huyu robot. Hapa tutaenda kuweka labda sample. Tutaweka sample then tuta next. Baada ya kuweka hili ni jina tu hapa, then utabonyeza button na next. Huku kote utaendelea tu, uzi haina haja ya kuzijaza, ambapo tutaendelea tu finish. Baada ya kuendelea hapa direct atakuja atatugeia nini kama hii hapa. Kuna kodi hapa ambapo utaziona kuna kodi zimekuja hapa, ambapo hizi kodi utaenda utazifuta hizi, sababu hizi ni kama generate tu, ambapo labda kwa utaselect all, ama kwa wale ambao wanatumia hizi shortcuts. Kwa shortcuts za PC hapo utabonyeza control, then utabonyeza A. Ubonyeza control A direct ata nini, then utafuta. Baada hapo utaenda kupaste ile kodi aliyochukua ChatGPT, control plus na V, ambapo direct paste hii kodi iliyokuwa hapa. Baada ya kupaste hii kodi hapa direct utaona hapa imesoma kama hivi. Then ukishaona imesoma kama hivi, utakuja kwenye hii option ya huku juu iliyoandikwa neno compile. Nadhani unaliona hapa. Utabonyeza hii neno la compile. Baada ya kubonyeza neno la compile, huku chini utaangalia kama haina error yoyote, direct itaingia kule. Lakini kama ina error, hapa chini utaona kuna maneno yatakuletea errors, ambapo yanasema kuna errors 48, kuna warning 2. Sasa hapa ndio sema ambao watu wengi wanayumba, na hapa ndio jinsi gani unaweza ukaenda kufix hizi error ili robot yako direct ipate kusoma. Sasa jinsi gani ya kwenda kufix hapa, utaenda kuangalia hizi error huwa zina majina, ambapo kama tukiangalia error hii kuna error hapa imeandikwa undeclared identifier. Sasa utaenda